Ungepawa. Mimi kwanza nataka kuzungumzia watu wa ODM. Kwa majina ni Odembo Michael. Nataka kuzungumza na watu viongozi wetu wa chama cha ODM. ODM full name inaitwa Orange Democratic Movement. Lakini napata hata viongozi wetu wa ODM wamesahau jina ya party. Na wamesahau hadi maana ya hiyo party. Hiyo party haiko hapo kwa sababu ya rangi tu. Hiyo party ina maana kubwa sana. Hiyo party inapigania demokrasia ya nchi yetu. Leo hii wako viongozi wa kumstari wa mbele kuunga mkono Rais William Ruto. Mimi sisiogopi, nasema tu hivyo kweli. Rais William Ruto yuko pia mstari wa mbele kuwa demokrasia ya nchi yetu. Demokrasia ilikuwa nasema uweze kushika tu mtu hivi na unampeleka kule unamuua. Ama mwingine aende tu hivi na apoteze maisha yake, lakini kwa hii serikali ya Ruto leo hata pengine wewe huwezi fika kesho. Imekuwa hapo nyuma ukiangalia watu wamekuwa usiku na mchana ni news hapa mtu abduction. Lakini ODM tuko mbele kusema ati sisi tuko ndani ya serikali. Mimi siko kwa serikali na niko sure hata watu wa kwetu wayuko wa serikali. Opia Wandayi mtu wa stima, mimi nashangaa hata hapa Kibra. Kwani mnaonanga maana ya stima hapa Kibra? Stima sasa inapotea hata kushinda hata venye ilikuwa inapotea kitambo. Mpaka hata inamaliza 3 days wewe kwa nini stima imepotea? Upewi hata sababu ni gani? Lakini hapa kuna mtu wa kuchomea welding, kuna mtu wa bucha, kuna nini, lakini hawasaidiki maana stima iko so very weak. Mimi mambo na serikali hiyo sijui na hata sitambui. Kama viongozi wetu hawezi kukaa chini, Raila Amolo Odinga mwenyewe ashakufa, ndio maana nataka kumwekelea maneno kwenye mdomo hawezi jitetea leo. Mimi Raila niacha akiniambia ODM atatoa cabinet na ninasubiri ODM itoe cabinet nifuate hapo. Mimi sijui mambo mengine, naambiwa niko kwa serikali. Mimi sijui hiyo. Raila alisema tunasaidia serikali up 2027. Ikifika 2027 ODM itatoa cabinet. Sasa mimi nasubiria huyo cabinet. Sasa hii mambo mengine watu wengine wameanza na bargaining na kwenda kuchukua pesa. Mimi nataka kuambia Rais William Ruto, yule anakuambia tuko kwa serikali, sisi hatuko huko. Hao ni wale wanakuja kwako kutoa pesa waende wakule na familia yao. Sisi kama wananchi wa Kenya tuko hapo. Sisi tumesubiria kwanza mahali Raila alituambia ikifika pale tukipewa cabinet ni huyo tunafuata, hata awe mdogo kiasi gani, tutaangalia umri, tutaangalia ni cabinet wa ODM. Hiyo ni chama changu na naipenda. Ya pili, wale wanapiga Babu Owino jina Allies jina nini? Wacheni na Babu Owino. Babu Owino ni kijana wetu, wewe kwanza subiri kwenyu, uende utafute watu wa kwenyu wa kusimamisha. Sisi hapa kwetu ni Babu Owino. Upende usipende, hii hata ukiniamsha asubuhi nitakwambia my friend. ODM, huyo Babu Owino ukimwangalia urafiki yake na Raila Amolo Odinga, mwache kumdhulumu saizi. Mfikirie huko nyuma. Hapa vijana walikuwa wanajaza hapa town wakienda kupigana, nani alikuwa anawatoa kama si Babu Owino? Hata leo hii Babu Owino akitoka hapo, kuna mali hiyo shimo ya Babu Owino kwa ODM sidhani ni mchezo. Ikitoka tu hivyo pap, kuna kiti imeacha hapo blank. Nani atajaza? Babu Owino yuko hapo na huyo ni mtoto wetu na tutamsupport. Orengo ni mtu ambaye nikisikia mtu akitusi Orengo mimi hata huwa nashangaa. Orengo ni mtu, hakuna kitu yote Raila amefanya Kenya hii bila huyo James Orengo. Hakuna hata moja. James Orengo amekuwa kila jambo Raila anafanya, Orengo yuko. Iwe hiyo referendum, iwe nini, iwe demokrasia, iwe devolution, Orengo lazima kuwepo. Orengo akizungumza kuhusu siasa na mambo na serikali ana sababu yake, anajua jinsi hizo serikali zote zimekuwa zikituchezea. Diposa anasema mimi sikatai tuende, lakini tuandike document, tupige sign, ipitishwe pale bungeni, iwe kitu ambayo iko permanent. Diposa uanze kusema uko kwa serikali. Uko kwa serikali ni mko watu 4 na wengine wako watu 9 na wamenyamaza. Na unashinda ukisema serikali. Mimi nakwambia Rais William Ruto, hawa wanakudanganya na wao ndio wenyewe wa kuchukua pesa. Sisi hatuko na wewe, timizia wananchi kazi yake. Sisi kama vijana tutafika pale tutapiga malikili imetuambia. Ukiendelea hivi ahadi mengi lakini kazi hakuna. Barabara unasema hakuna kazi nafanywa na chini ya milioni 500. Kila mahali ni milioni 500, akienda huku milioni 110, ukienda huku milioni 100, lakini hakuna hata kazi moja nafanywa. Mimi kama mimi sina kura yako my friend. Mimi heri nikwambie tu ukweli, hakuna haja ukuje kwangu. Mimi sitakupa. Ukiendelea hivi ODM hatuwezi unga Ruto mkono jinsi hivi wenye watu wanataka. Kuunga Ruto mkono ni kama kusema hata walimu wasiandikwe. Manasis wa UHC wengine wao hata wajapata mishahara yao. Wewe unashinda hapo ukisema serikali. Wewe unashinda hapo unasema serikali na hata watu wajapata mishahara yao na ni wananchi wa Kenya. Walimu hata waongezwe mishahara. Wewe unasema kwa serikali. Watu bado hawapati, barabara peke yake imekuwa block.
Hapa Kibra nyewe alikuja akasema pale toy market inajengwa, akatuahidi pale milioni 500. Sisi wenyewe watu wa Kibra, nani hapo kuwepo? Si alikuwepo na mwenyewe akatangaza, lakini hiyo pesa ujenzi imefanywa hapo? Si hakuna, ni ahadi za uongo tupu. Sasa huyu mtu muongo mimi namfuata nikipeleka wapi? Safari ilikuwa tuende Canaan. Sasa jamaa turudisha Kenya tayari tusanye fare tuende Singapore. Sasa mimi nitaenda Singapore na hiyo. Sasa mimi nitaenda tu hivyo kwa sababu napelekwa Singapore. Huyu jamaa kitaka tupeleka Singapore. Singapore wenyewe walijijenga, kitu ya kwanza walipigana nao ni ufisadi. Na kama leo ufisadi hii anatumia hata Oscar Sudi, mtu mwenye hajasoma. Oscar Sudi mwenye hajasoma anatembea na kiatu ya bei, wakati mwalimu mwenye anafanya kazi kubwa kufunza watoto wetu hawezi pata hata salary. Kuna mtu ana dance hadi ana dance tu kwa podium na analipwa pesa, lakini mwalimu mwenye anafunza mtu hawezi pata hela. Kwa university tuko na kitu inaitwa help. Leo hii watoto wetu hawezi pata hata help. Unaniambia ati mambo niende na serikali. Kuna hadi leo mtu kwa hapo kwa kijiji, mtu amesoma, amemaliza form 4, umeshateseka juu kwa na fee, unashikwa certificate yake. Mbona sichukue hizo pesa za ufisadi arudishe pale, alafu clearance wale wenye walimaliza na certificate yao libaki waende wachukue certificate yao free. Angalau wakuja wafanye kazi hapa nje. Hapa nje sasa kijana hawezi pata kazi maana certificate yake ya form 4 akimuitisha iko kwa shule libaki juu ya balance. Alafu waniambia serikali ati Minister of Finance ni mjaluo, sasa mimi ni celebrate. Siwezi celebrate. Ni celebrate nini? Sio ndio kitu jamaa kuja na aseme wa Kenya jamani, kwa saa hii wale wote wenye walifanya exam na certificate yao ya form 4 baki kule, nendeni mchukue saizi hiyo serikali mwalipia. Angalau mimi kama kijana nitapata afueni. Saizi siwezi pata hapa kazi hata nje, hata maybe leo sasa hivi nazungumza sitakula. Wao niambia sasa nikikupea 500 utapiga shopping ikusaidie kwa nyumba? Hakuna. Ni the same way nasema pia hapa bila uoga. Sakaja anaenda nyumbani. Simple. Maana utaniambia mtoto anakula mchele ya maji lunch time, alafu aniambia ati sasa mimi ni celebrate nikupee kura, na wakati mimi mwenyewe naye nimekosa ajira. Lazima wewe pia uende tu nyumbani hivyo hivyo tu. Maana hata watoto kabla ukue gavana watoto walikuwa nakula, na hata wakikula hapo lunch hiyo mchele wanakulanga sapa kwangu. Si mimi nampeanga sapa. Kwa naenda kuchukua tap to eat. So hiyo mambo na tap to eat hiyo pia ndio Sakaja nyumbani. We want good governance, we want good leadership, we don't want leaders, we don't want dealers, we want leaders. Hatutaki wale watu wakikuja hapa wanafanya deals lakini wanakata kutulead. Sisi tunataka leaders, we don't want dealers. Kila kitu saizi Kenya hakuna kitu yote, hata hizo SHA ukienda. Mimi nimeenda juzi na mgonjwa pale Kenyatta. Nalala pale usiku, alipigwa hapa na vijana. Mimi nikifikisha pale nimeambiwa ati nilipe pale reception 1750. Nimeshalipa, nimepewa receipt. Alafu naambiwa ati CT scanning 13,000 something. Nikajiuliza, sasa kama hiyo pesa sina kwa saa hii, niliachwa na mgonjwa mpaka asubuhi. Nikiwa nimeketi hapo, ikabidi nitafute tena 13,000 nikalipia, wakafanya CT scanning. After kufanya CT scanning nilitoka hivyo nikiambiwa ati ni holiday, daktari hayuko na ni Kenyatta hospitali kubwa. Alafu anataka kuniambia ati mimi bado niseme serikali ati tuende nao mbele. Mimi siwezi kusupport. Tukiendelea hivyo mimi hivyo sini. Mambo na SHA inatumika kwa wengine itumiki. Sitazungumza kwa kitu sijui. Hakuna mwenye anauliza SHA ukienda kwa hizo hospitali kubwa. Ya pili, ni cash. Mimi nikimalizia sisi kama vijana, ile sauti pekee yake itatupatia nguvu. Wakati ODM tumeketi chini tukaamua kutoa mtu mmoja na tusonge nao mbele, na tutasimamisha mtu hata kama atakuwa kivipi na kwa kwenye na wewe kwenye debe. Asanteni sana. Heri nipewe ungu wa kura yangu na nisikupee Ruto. Sio kata hiyo. Ongea. Bunge power. Asante sana Spika wa Bunge Kibra, bunge la wananchi. Mimi ndio Dio 001. Siku ya leo ninataka kuongelea juu ya the political wave kwa nchi yetu. The political wave hii ni broad based na anti broad based, na pia vita yenye iko kidogo kwa party ya ODM. Jambo la kwanza nataka kuongelea maneno ya broad based na the anti broad based. Mimi kama mwananchi wa kawaida kama Dio 001 nasema kwamba hizo siasa yenye inaendelea ya broad based and anti broad based ni the wastage of time, kwa sababu masuala yetu kama wananchi ijakuwa considered. Tunataka kuambia President William Samoei Ruto na wale watu wenye wanafuata President William Samoei Ruto, including
wale wenye walitolewa kwa party wa ODM kwenda kusaidia hii government kama ma experts, CS Mbadi, CS Wandai. Nataka kuambia kwamba wananchi mkuje kwa ground, msikie kenye wananchi wanapitia. President William Samoei Ruto alichaguliwa 2022 kwamba washughulikie wananchi. Masuala ya education hatuoni bado iko sawa, bado iko na shida. Sasa hii kuna wale watoto wanaenda kwa grade 10 the pathway, tunaona ya kwamba wazazi wengi wanapitia changamoto. Watoto wengine wamepelekwa kwa boy school ila hali ni girl, ni wasichana. Wengine wanapelekwa kwa girl school na wengine ni boys. Na hizi hatuoni kama inakuwa inashughulikiwa. President William Samoei Ruto alituambia kwamba akichukua tu Biblia atahakikisha ya kwamba ma-CS wanaitwa pale bungeni na wanajibu mashtaka kulingana na shida yenye inapatikana kwa department yao. Kwa nini CS wa education hajaitwa pale na ulizwe masuala ya education na shida yenye sisi kama wananchi tunapitia? Jambo la pili, tunakuja kwa maneno ya health. Isha kuna mahali wengine wanasema inafanya kazi na kuna zingine hazifanyi kazi. Nataka kuambia president, kwa sababu tuko kwako, manake wewe ndiyo baba wa nchi, muite CS Duale ambaye siku moja alikuwa anafunga mahospitali zingine ati kuna wakora wameingilia kwa SHA. Instead of kwenda kuchukua wakora, wanafunga mahospital. Nataka kuambia wa jamaa waitwe pale bunge, kwa sababu tunaona bunge la Kenya imekuwa a clapping zone ya president. Most of them ni clapping zone. Hawezi simama kama bunge yenye tumeona huko nyuma. Nataka kuambia wabunge kwamba power yenye mko nayo imetoka kwa wananchi. Wananchi power. Bunge power. Power yenye wale wote wanatumia pale kwa executive, kwa legislation, zote zinatoka kwa wananchi. Na sisi wananchi hatuoni kama tunapewa huduma ya kutosha. Ndipo sasa tunaambia wale wabunge wa ODM akina Junet, wale wanasema tuko broad based. Baba Raila Amolo Odinga alipoaga, na aliaga bila sisi kujua vizuri. Baba alituacha tukiwa kwa manyumba zetu. Na kama wewe uliachwa kwa serikali, inamaanisha uko na payslip ya government, unalipwa. Sijui kama kuna watu hapa wanalipwa, wote wanalipwa kwa sababu wa kwa serikali. Bunge power. Bunge power. Nataka kujua, nimesikia kuna wengine wanasema sijui kuna special unit inaletwa, sijui kushughulikia nini. Nataka kusema kwamba katiba tuko nayo Kenya, na si kama wananchi hatuogopi intimidation. Ilhali sisi tunaheshimu president, but intimidation ya wengine wanatuuzia uoga hatuwezi kubali. Lazima tuhakikishe kwamba service delivery is done. Na hii ndio idea yenye Baba Raila Amolo Odinga alisimamia nayo, kuhakikisha kwamba watu wanapata service pasipokuwa mahali pengine na mahali pengine ijapata service vizuri. Tunataka fair service delivery. Tunasikia leo hii Kenya Kwanza government inatuambia kwamba tunaenda Singapore. Baba alituambia tunaenda Canaan. Nataka kutuma, bado unajua the spirit of Jirongo bado iko. Natuma Jirongo, enda waambia baba safari ya Canaan imetoka na tunaenda Singapore. Safari ya Canaan hatuendi, sasa tunaambiwa kwamba tunaenda Singapore. Na mimi nikiangalia Singapore in 1965 mpaka leo, jenje Singapore ilifuata mpaka wakafika Singapore, si yenye tunaona hapa Kenya. Ama nyinyi mnaona hivyo? Hapana. Si hatuoni hivyo Kenya hii bwana. Singapore ilikuwa wanahakikisha wanatumia kitu inaitwa meritocracy. People are being appointed based on the merit. Lakini hapa tunaona watu wanachaguliwa kwa sababu ni marafiki wa kisiasa. Ndiposa ma-CS wengine hawezi deliver vizuri. Kazi yao wakiingia kwa matanga ni kuchukua microphone kusema tuko broad based, kwa sababu hao wanalipwa pesa nzuri, wengine wanafanya kandarasi. Nao wananchi wa Kenya hawapati service vizuri. Na ndiposa sisi tunasema kama mnataka tujue kwamba tuko broad based, fanyie sisi kazi. Maana sisi hatuna shida na mtu yeyote kwa individual. Shida yenye tuko nayo ni service delivery. Bunge power. Bunge power. Nikikuja kwa party ya ODM. Party ya ODM iko na idea. Na hii ndio party tunaambiwa kwamba na
Governor Gladys Wanga kwamba hii ndio party kubwa kushinda party zote hapa Kenya. Si anasema kwamba this is the largest party, the Southern Sahara and the Northern Limpopo. Inakuaje the party leader anatuambia kwamba ati they want the chair wenye wanataka ati number 2. Kama mwalimu unajua kwamba mtoto akikwambia anataka number 2, huyo mtoto hajafit kukuwa number 2. Huyo ataenda kwa number 3 ama number 4. Party ya ODM ni party kubwa. Hauwezi kuwa mwezi inakuwa number 2. Muna support party yenye ilikuwa 3 years old. Ati mna support tena mnasema ati mnataka kuwa number 2. Why can't we go for number 1 bana? Kwa sababu sisi ndio wakubwa. Sisi ndio tuko na party kubwa. Why can't we go for number 1? Ikiumana ndio tukuje kwa hiyo number 2. Ukiona mtu anasema number 2 inamaanisha hapo uzembe iko. Si ni kweli? Na hii party inalipwa kwa sababu ya nguvu ya wananchi. Inalipwa kwa sababu wananchi wanasupport hii party. Sisi tunasema wale wa ODM wote including Sifuna, Babu Owino, akina Orengo na akina Junet, akina Gladys Wanga, msome idili ya party bana. Wasome idili ya party. Kwa sababu mlisema mlikuwa na baba Raila Amolo Odinga, mlikuwa kwa klasi ya baba Raila Amolo Odinga. Kwa nini mlikuwa kwa hiyo klasi na msomi hamjasoma lesson yenye ilikuwa pale kwa hiyo klasi? Si wananchi tulikuwa tunasikiliza hiyo klasi ya baba Raila Amolo Odinga. Baba stood for a cause. Alikuwa anasimamia right ya wananchi. Alikuwa kwa wananchi na alikuwa anapigania wananchi. That's why baba alipendwa Nyanza, alipendwa Western, alipendwa Turkana, alipendwa kila mahali. Na sisi mtu mwenye atakuwa anashughulikia wananchi, huyo ndio kingpin. Sisi kwa mapatu wa ODM hakuna siku tunaenda kwa election ati mara tunataka kuchagua kingpin. Kingpin ni mtu mwenye anahudumia wananchi ama vipi wananchi? Mwenye anashughulikia wananchi ndio kingpin ya wananchi. Hakuna siku baba Raila Amolo Odinga alichaguliwa kuwa kingpin. Alikuja tu kwa sababu nguvu ya wananchi ama kupenda kwa wananchi kumweka pale. Niposa mnasikia vita yenye uko pale akina Junet, mara akina Babu Owino, na wacha niongelee kwa Bob Agri Orengo kidogo. Yes, Bob Agri Orengo, kwanza nakupenda because wewe unasimama for the cause. Ninyi mlipigania mkaleta multipartyism. Lakini saa hii hatutaki multipartyism tena. Hatupiganii multipartyism kwa sababu iko pale tayari. Kenya tunapigania ni economical freedom. Nasikia kwamba kuna pesa jamaa anapewa every financial year. Over 9 billion anapewa kutoka kwa national government. Afanyie watu wa Siaya County kazi. Lakini ukienda pale, mliona Siaya County, angalia the kind of services niko pale. Hata nikiuliza wananchi wenye wanatoka hapa, wengine wanapiga hata, wengine wanaenda Siaya kule, wengine pengine wanakura huko. Mnaona services yenye napewa pale iko vizuri kwa sababu au jamaa kila mara ni kutembea tu. Watu wanaangalia maneno ya kingpin instead of kushughulikia wananchi. Na wanasahau service delivery. Ukiangalia kwa maneno ya education in CD in Siaya, walimu wanalipwa vibaya sana. Ukiangalia masuala ya street light, masuala ya hizo roads yenye imekuwa na county government na vitu mingi pale, unaangalia bado iko chini. So tunataka kila mtu akae kwao, even Gladys Wanga wakae kwao, waangalie kwamba pesa wanapewa national government wanatumia vizuri kwa wananchi. Wengine wanatuambia ati pesa inalala Sindo, mara stima inalala Ugunja. Saa hii mimi nilitoka Uriri last week. Watu wa Uriri wajapata stima. Na huku mnasema stima inalala Ugunja. Nataka kuambia CSO pia Wandai, wacha kuvaa reflector kila saa. Reflector kila saa ati mnaongelea na viongozi wabunge wenye wamechaguliwa. Watu wana discuss masuala ya kingpin. Mshughulikia wananchi ndio masuala ya kingpin itakuja yenyewe. Akina Mbadi, mhakikishe kwamba kama pesa iko Sindo, wacha tuone mtu wa Sindo ako na pesa mkononi. Bunge power. Bunge power. Mimi kama Dio 001 tunasema lazima hao watu wafanyie kazi. Yule mwenye anafanyia kazi ndio tutashughulikia kwamba ni kiongozi, kwa sababu Raila alikuwa anatufanyia kazi vizuri. Hii maneno ya kukaa kwa matanga na maneno mawili wenye wanasema ati tuko broad base, ati habari yenu tuko broad base, ati 10 bila break. Wengine wanasema sijui one term.
Hizo sio vitu yenye wananchi wanataka. Wananchi wanataka service delivery, education ikuwe sawa, health ikuwe sawa, barabara ikuwe vizuri, wanataka pesa mkononi and youth empowerment. Hata pale kwa hizi ward pia tunakuja tu hivyo hivyo. Mtu kama afanyi kazi, bye. Mtu kama afanyi kazi, bye. Asanteni. Siasa kama wachopo ko sani specifically wuoye dot mar jaluo. Okadwa na wuoye dot moro. Kichwan kaka joluo ng'at mane wageno miluongo ni Raila Amolo Odinga no wewa ng'owa e government. Mano namba 1. Sirikal kanyo kowewa. Ng'ato biro kendo siekonwa ni sirikandno ok wane gimoro. To Ruto to sebi e Luo Nyanza Homa Bay osenindo chiegni di 33 ma opango mar di 33. Ochiegni ok ariambi. Siaya kae ndiye mabet weche pod tek nikech jal mani kacha cha orengo ma udendo ni nyatiyo. Dinore kacha karo. Gimo nyalo timo Siaya kanyo malich en kata ji yako sirikal kaka koro wayake sani ni to rengo pod ong'eng Siaya. Ni en oyware ni o ni kiang'o mago gi jok monego wawuogo jok machalo rengo ni bwana dog piny donji kuom Ruto nikech Ruto en jal makonyisi ni nitaacha milioni 10 hapa hata kama hataacha hiyo 10 bili utapata uongo ama ni ukweli to rengo pod ong'eng. Siasa moro podigo Migori dhi dala kosok dhi bai podigo Migori ga kar mondo chilo be wiyo yawe ni omera soni itimo mago nade. Ere kaka japur masoni ka nyalo konyore mapuro niya to donje tie bwana ni kama ne Raila wewan. Raila ok nodonjo kaka ok oparo ni ofuwo. Wan kaka joluo mane momiyo wanga nodonjo kuom bwana ni dong odonjo chiwore dong tiyo e sirikand ga mochako mede tich di confirm onyocho duoke tich ipinga nade wan kwadwa ng'eyo wan bora noti ang'owa e sirikal nikech ng'iyo wanga gi ng'awa di Ruto. Koro magi gik ma wawacho kaka ja Homa Bay wanga med siko kanyo gernwa kambi moko minyalo geronwa Homa Bay kanyo. Orengo to werigo orengo to nasetieko mata to isa baigon maka to ok adwa wuoye. Sirikal ni katieko en niya kaka Raila Odinga nowewa ka Raila nong'e gimomiyo notimore nade owewa. Raila nong'e gimomiyo owewa. Kibet ni nipingo sirikal to gimidwaro ni sirikal otimni be okinyise to in ipinge. Ok ipinge to inyise gimidwaro otimni atieko kata koro kamera komaka. Mimi kwa majina naitwa Duncan Odero. Mimi nataka niongeze na rais kwa sababu leo tumepata hii kitu hapa, najua maneno yangu inaweza mfikia. Kwa sababu mimi personally hakuna pahali naweza mpata lakini kupitia kwa hii anaweza sikia maoni yangu. Mheshimiwa Rais, mimi tangu nizaliwe hii Kenya ama nianze kupiga kura nimekuwa nikipigia chama cha ODM. Mara mingi mzee amekuwa akituambia sisi tunaenda Kana. Leo hii wewe unatuambia tunaenda Singapore. Lakini tukiangalia system ambayo iko Kenya, hatuamini kama tunaweza fika Singapore. Jambo la kwanza mimi nakuomba address the issue of corruption in this country. Ongelea maneno ya ufisadi katika hii nchi. Hii nchi kama utaongelea mambo ya ufisadi, hakuna Singapore tutaenda. Juzi umekuja na mambo ya bottom up. Leo hii bottom up, mama mboga, mama sweep, wa boda boda, leo hizo zimesaulika. Kwa hivyo angalia mambo ya corruption, wacha hii mambo ingine. Angalia corruption na tutafika hiyo Singapore. Lakini kama itabaki jinsi ilivyo, leo ukitembea katika mabarabara zetu, kazi ya polisi kubwa Kenya ni kuogota pesa. Hawaangalii kazi ile ambayo inafaa wafanye. Jambo la pili, Mheshimiwa Rais, vijana ndio wako wengi katika taifa hili. Vijana wengi hawana kazi. Hebu fikirieni kama saa hizi wewe ndio uko na wabunge wengi. Mbona msitenge necessary ambayo inalazimisha sekta zote waajiri vijana, kwa sababu vijana hawana ajira. Mbona msiangalie hizo? Jambo la mwisho,
Wale viongozi wako katika chama cha ODM, kila mara jambo ambalo mnaweza tuambia muko broad base. Ni sawa, kaeni broad base, lakini sisi tuko nje, hatuko broad base na nyinyi. Naona wabunge wengine kama mbunge wa Nyando Opondo Kaluma kule Homa Bay, kuna miradi rais former president Uhuru alianzisha. Hizi miradi zimenyamaza. Nyinyi kazi yenu ni kuja kwa TV asubuhi kutuambia venye mko broad base. Kule Nyando kuna miradi ya maji ya dams zilikuwa zinajengwa, zimekwama, na nyinyi mnatuambia mko broad base. Hii broad base yenu kama tutaona service itatusaidia na nini? Asanteni. Sarang'ombe power. Hapa ndio Sarang'ombe, hapa ndio Kamkunji, hapa ndio ngome ya Raila. Ni wakati wangu wa kuongea, ndio nasikia watu wanasema ikuwe na timing. Timing mnipe mimi niongee nimalize, lakini niko na mambo tatu. Wise people don't speak too much. So kwa majina watu wananiita Jack Mafrika, wengine wananiita Jack Jarawila, wengine wananiita Jack ya China. So niko na majina mingi. Mimi mambo matatu nataka niyazungumzie. Ya kwanza nataka nizungumzie mambo ya elimu, education. Ya pili, kwa wale watu wako hapa, mtanisamea kama usikii Kiswahili. Maybe kama jirani yako anasikia ataweza kutafasiri, nibadilishe kutafsiri. Haya, ya pili nitaongelelea mambo ya 2027, na ya tatu nataka niongelelee mambo ya Nairobi County Government. So nikianza na hiyo ya mwisho, County Government ya Nairobi. Hii Nairobi sisi tukiwa wadogo, early in late 80s, juu mimi macho yangu nilifungua hapa Nairobi late 80s. Wakati hata Mombasa Road bado haikuwa. Tulikuwa na mataa ambayo ilikuwa imetengenezwa na Nyayo regime. Hizo mataa zilikuwa zikiwaka kila mahali. Na usafi ambao ilikuwa hii Nairobi, huwezi linganisha na hii karne ambayo tuko, karne ambayo tunasema tumeendelea, karne ambayo mnasema ni ya digital, karne ambayo mnasema mambo tunaenda Singapore. Na nikitazama mahali tumezunguka, tunaona mlima ya takataka pale, tunaona mlima pale, tunaona inzi pale, hata huwezi kula kwa hoteli yoyote, wewe huwezi tamani kula katika vibanda. Hiyo ni kitu ambayo itakuwa inapeleka Sakaja asubuhi nyumbani. Hata ikiwa ametuletea tap katika shule, sisi ni beneficiary, lakini kuna zile vitu ambazo zinamrudisha chini, ambazo zinafanya tarudi nyumbani na asubuhi. Na sisi tunaomba ya kwamba Babu Owino asimame gavana wa Nairobi. Tutakuwa nyuma yake na kwa kila jambo na kwa kila njia na kwa kila nia. Ya pili ambayo pia tena itapeleka Sakaja nyumbani ni hii mambo ya Nairobi kule town. Town ukienda, mtu analipa rent, ameweka bidhaa zake katika wholesale, analipa rent, analipa bills za electricity, lakini nje ya kibanda yake, nje ya duka, kuna wale ambao wanaitwa hawkers, pia wanaendesha biashara yao. Sakaja ameshindwa kutengeneza mahali ya watu watengewe mahali kama Mudhurwa waende wauze vitu. Ukipita katika ile barabara ya kwenda Mudhurwa, hata pakukanyaga ni shida. Unapata watu wameweka nyanya, kila kitu, barabara unashindwa hii ni Nairobi ama ni soko ya Gikomba. Hizo ni vitu ambazo hatukuwa tunaziona Nairobi hii. Hata kutamani kutembea Nairobi town inakuwa ni kama ni disaster. Kwamba sasa Nairobi sasa ukitaka kuenda kutofautisha town na hapa Toi haina tofauti. Town inafaa kuwa na discipline. Inafaa system yenye sisi tulikuwa tukiona gari ikitoka huko Dandora, hakuna kusimama unapiga kelele town. Unaingia ukishukisha, unabeba, unakuja mpaka roundabout hapa Toi, hapa Kibira, unapiga kona ukienda Kawangware ama unarudi Dandora. Hivyo ndio tulikuwa. Hii mambo ya magari kushuka town, jam iko town, raia pia iko town, kila kitu iko town. Inafaa naye serikali kuu itafute mbinu ya kufanya kitu tunaita decentralizing the capital city. Imefika wakati sasa Nairobi ishajijenga. Tunaomba kwamba Ruto ambaye tunaenda kumweka kwa kiti tena term 2, tunaomba hii Nairobi itolewe kama capital, ifanye Kisumu iwe capital ya Kenya, kwa sababu zile nchi ambazo zimeendelea kama Uganda, Tanzania na hata Nigeria na hata Johannesburg walihamisha hizo capital city zao wakapeleka sehemu zingine. Uganda tunakumbuka ilikuwa Entebbe, siku hizi ni Kampala. Tunakumbuka Dar es Salaam na saizi walikuwa hata ni Mwanza. Tunakumbuka kule kwingine kulikuwa na Abuja na wakapeleka kwingine. Na hata hapa Kenya
kutoa Nairobi pale Machakos kuleta hapa, hakuna kitu imesaidia. Sasa tunaomba Nairobi ishajijenga, na hii mambo watu wamekuja Nairobi mpaka sasa imekuwa disaster. Tunaomba ihamishwe ipelekwe kwengine, ndio naye pia sehemu zingine za Kenya zijijenge. Nairobi ishajijenga, tunataka capital ya Nairobi ya Kenya itolewe Nairobi, ipelekwe hata Kisumu, ama ipelekwe Busia, ama ipelekwe Mombasa. Hiyo nimemaliza. Naenda kwa ya pili. Wananchi power. Sarang'ombe power. Haya, Bolwalo power. Haya, TB. Nataka kuongelea mambo ya 2027. Wale ambao wanasema ati huyu Ruto hatutamuunga mkono, unataka kuunga naye. Sababu nikiangalia hata hiyo watu wengine ambao wameshajitangaza wanataka hiyo kitu, hawajajipanga. Na huyu mtu mwenye unataka kusema ati hautapea, huyu ni mtu alijipanga from 2013. Wengine hata wajielewi, wanataka kutupeleka wapi? Unataka kuenda wapi? Wewe kama unaenda utaenda peke yako. Sisi hata kama baba hakutuacha huku, lakini unaangalia, unakuwa na mtazamo wa mbele, unaangalia the future, unaangalia mahali hata unaweza chuna kitu huko mahali kwengine, nini utatoka nayo. Sisi hapa mahali tunaona ndio hapa tunaenda kupanda miti hapa. Hii mvua ambayo inanyesha saa hii ndio tutapanda na ndio tutapalilia na ndio tutavuna. Na tunasema ya kwamba William Ruto ndio na sisi pia utuangalie na macho ingine ya huruma sana. Na tena tuangalie kama jamii ambayo huwa wakisema kitu na tumesema, na tukiamua ni hapa na ni hapa. Na tuangalie vizuri. Kwa sababu usipotuangalia vizuri, sisi ni watu wa kupiga kona, hata si kitu kwetu. Na dakika moja tunaweza piga kona na tukaamua tena na tukasimama president na tukakuwa na deputy. Lakini kwa saa hii bado tunanyenyekea na tunakuomba tu utuangalie, kwa sababu hata tukiangalia wale ambao wako katika hii muungano wa UDA ambao uliungana nao, hawana hata nguvu kwa kukusukuma kama sisi. Sisi ambaye jamii yenye unatuona hivi, unatuelewa vizuri. Mahali tumekanyaga kama tukishika kitu tukisema ni hapo na ni hapo. Si kama watu wengine ambao ni goigoi. Unaona hata kuna vijana wawili umeungana nao huko, jamii yao hata iwaamini. Kwa saa hii kuna ile upepo inavuma sehemu ya kwao ambayo inaitwa Dawe. Na sitaki kutaja hao watu ni watu gani. Unajua hata gazeti ya leo imewataja. Imesema hata hawana mashiko huko kwao. Na sisi ambao umeingia saa hii, sisi ukituweka hapo kipaumbele na utuweke kwa meza, tunakuhakikishia ya kwamba State House utarudi asubuhi na mapema, na wale wengine ambao wanapiga nyefu kule hakuna mahali wanaenda. Sisi ambayo maombi yetu kitu tunaomba tu tuangalie na macho, tupe namba 2. Ukishatupia namba 2 yako, huyu Kindiki unaweza mtafutia mahali. Hatusemi Kindiki afutwe ama afukuzwe. Kindiki ni mtu ambaye mtu ametoka naye mbali. Lakini hata yeye anajua ni ukweli ya mambo ya kwamba ile kura ambayo atatoka nayo kule Central, hawezi leta ile kura ya Central kulingana na ile kura ambayo Ruto alipata 2022. Hawezi. Hata mvua inyesha atajua iwake, hawezi. Na sasa ndio Ruto atupea reward na tufanye pia sisi tujitokeze wakati hiyo wa kupiga kura. Yote watu wasipopiga hata wapiga, tunajua tu Ruto atapita. Lakini Ruto anahitaji watu ambao watamshika wakati hata kuna earthquake mahali. Watu ambao hata kama kutakuwa na maandamano wanaweza gayo hiyo maandamano. Mtatranslate hiyo. Mtatranslate hiyo gayo. Hata yeye atajua hiyo. Sasa sisi ndio watu tunaweza shikilia. Sababu sisi ndio watu tunaweza toka hata maandamano. Hao wengine walijaribu lakini mwisho wa siku walirudi kwa nyumba. Sisi tukitoka tunatoka asubuhi mpaka usiku. Muliona hata tukienda kupokea baba. Tulienda, mimi mmoja wale ambao watu tulifika mpaka ndani ya airport runway. Tulikuwepo hapo tukachukua baba mpaka Kasarani. Tulikuwepo hapo kwa gari ya jeshi tukishikilia sanduku ya baba hivi mpaka kule. Sisi ni watu ambao tukisema tumesema. Na kwamba sasa tunaomba tu Ruto akitupea hiyo kikao na tukae naye kwa meza. Sisi kama jamii ambao tunatoka ziwa la Victoria, sisi tunaomba sisi jamii ya Lake Victoria kwanza, bila kuhusisha hao watu wengine ambao tuko nao wanajijua, sitaki kuwataja. Lazima kwanza tuongee kama jamii ndio tujue mapendekezo yetu na ni sisi tunataka nini na tunaenda wapi. Alafu ndio sasa tutaita hao watu wengine. Unajua watu wengine wakati wa kupiga kura zao wanagawanga. Moja itaenda Central, moja itaenda Nyanza, moja itaenda Coast, moja itabaki kivyake. Na kuna jamii ambayo tunajua ni jamii 3 tu Kenya hii. Wakisimama wakati wa kura
kura yao huwa inaenda vile wanataka. Hata kama hiyo nyumba itatoa wanaume watatu, lakini tunajua kura yao itakuwa hivyo hivyo. Tunajua itakuwa hivyo. Ya mwisho, nataka nizungumzie hii mambo ya babu. Kuna watu ambao bado hawaoni kama kuna kitu ndani ya huyu kijana. Huyu kijana anaitwa babu. Huyu kijana tumetoka naye mbali. Na simpigii debe ya kwamba amenilipa ama ananilipa ama ninakulanga pesa yake. Babu kama nimesalimia babu kama ni mingi mara 3. Lakini simpigii debe ati ataniona. Mimi nasema kitu ambayo iko hata wananchi wanaona. Na mtu alisema hapa, hata babu akikuja saa hii hapa, hata wanawake ambao wako na mimba saa hii, watoto ambao wako kwa tumbo zao wataanza kuruka babu. Na si siri. Babu ndiye ambaye sasa amechukua ile kitu yenye baba alikuwa nayo. Yeye tukiangalia wazee wengine ambao tuko nao kule Luoland, ambao wanatoka katika hii jamii yetu ambao wanatoka ziwa Lake Victoria, hakuna mtu anaweza kusimama hata hapa Nairobi saa hii na apige kampeni kama ya babu. Wengi wao wako na mkono birika. Wengi wao hawana siasa hata ya jiji, wako na siasa ya mashambani. Wengi wao hawawezi piga siasa hapa Nairobi. Hao ni njogoo ambao itawika kule mashambani. Njogoo ambaye anaweza wika hapa kijijini na wike mashambani ni Babu Owino. Kwa nini ninasema hivyo? Kama ninadanganya, kulikuwa na wakati tumefanya election, tukaanza kukimbia hapa tukiandamania kura yetu, tukiitisha haki yetu. Wanaume kama kina Yunet, baada ya kura hatukuwaona katika zile maandamano tulikuwa tunafanya hapa Nairobi. Hatukuwaona popote katika zile maandamano baba alikuwa naenda. Tulikuwa tunaona tu babu huyo, Babu Owino huyo. Na huyo mama mnaita, huyu mama governor Wanga. Ukiangalia hata Otiende ambaye ni mbunge wangu, hatukumuona hata wakati mmoja katika hizo maandamano. Alikuwa anakuja kama ni Kamkunji basi kwisha. Lakini wakati baba alikuwa anapigiwa tear gas kule Embakasi, kule airport baba tukienda kumpokea, hata ile wakati baba when you abroad, sisi ndio tulioshikwa pale Timol, tukaenda tukafungiwa paka pale Lang'ata prison. Sisi ndio tulienda tukafungwa, live akakuja akatutoa pale. Hata mtu kama hao watu kuwaona hapa. Wakati tunaandamana kuna wale wanaume hata Simba Arati alikuwa anawashinda na ni watu jamii yetu. Na saa hii kijana mdogo amejitoa kimasomaso ya kwamba yeye tosha. Kuna wale baba sasa hivi wamejiita kikao, wanasema huyu lazima tutamfenya. Wameanza kurusha maneno huku na kule, huku kijana wanataka wamfinye. Tunataka tuwaambie na tunataka iwafikia kwamba muda wao wa kisiasa imefika na lazima wavacate